Kisoma kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 23 nasema hivi: hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri kafa, na wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Nilikuwa naandika ungezungumzia neno utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Zungumzia neno utumwa. Utumwa ni nini? Utumwa ni ile hali ya kutokuwa huru, kusongwa na vifungo vya aina mbalimbali. Utumwa unafanya kitu hata kama hutaki, unalazimishwa kukifanya. Utumwa kunakuwa kuna nguvu fulani vya mamlaka ambayo inakushinikiza kufanya yale ambayo hiyo mamlaka inayataka hata kama wewe huyataki. Na mtumwa unakuwa una haki ya kuamua. Kuna watu ambao wanaamua kwa ajili yako. Mtumwa huna haki ya kujipangia, unapangiwa. Sawa? Sikiliza hii. Yohana 8:34. Yesu akajibu akasema, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa hakai nyumbani siku zote, lakini mwana hukaa siku zote. Sawa? Kutoka 1 mstari wa 9 mpaka 11 anasema, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu, akawaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israel ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi, na tuwatendee basi kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Hapo ndipo ambapo palikuwa pana chanzo cha utumwa. Kwa hiyo chanzo cha utumwa wa wana wa Israeli ilikuwa ni uoga wa yule mfalme. Alikuwa amesimama au ametawala baada ya kuwa Yusufu amefanya. Akaogopa kwamba wana wa Israeli wasipoishi nao kwa akili wataendelea kuzaliana, alafu wanaweza kaja wakatumiwa na adui na kitu. Kwa hiyo chanzo cha utumwa ni uoga. Mtu yoyote anayekufanya kuwa wewe mtumwa anakuogopa. Na wewe kwa dhambi ambayo inakuzinga kwa haraka, shetani anajua kabisa nguvu yako, unatishia usalama wake. Kwa uoga ule, sijui unaelewa ninachokiongea, kwa sababu anajua ustawi wa ukoo wako, anajua ustawi wa familia yako. Kwa hiyo kwa kuogopa kule anakushinikiza katika dhambi, na unakuwa mtumwa wa hiyo dhambi ambayo inasababishwa na Ibilisi. Wewe angalia tu hii. Mtoto wa kwanza, angalia, yani jaribu kufikiria mtu anakuwa mtoto wa kwanza anakuwa na vita kiasi gani, kwa sababu shetani anajua kwamba huyu mtoto wa kwanza akitoboa, familia nzima imetoboa. Lakini pia mtu anaweza kabla amezaliwa mfano peke yake nyumbani kwao, au msichana peke yake nyumbani kwao. Na kwa sababu shetani anajua kwamba huyu bwana akisimama hapa anaweza kaleta vitu vingine vingi vizuri, kwa hiyo anachokifanya ule uoga wake, anakugandamiza na kitu kinachoitwa dhambi, alafu ile dhambi inakwenda kuzinga yako upesi, unashindwa kuishi katika uhuru. Hasa adui shetani huwa anachokifanya na kifanya hivi. Yohana 10 mstari wa 10 na Yohana 1 mstari wa 15. Mwivi haji ila aibe na achinje na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Shetani huwa anaogopa kile Mungu amekiweka kwako. Ukitumia kwa ukubwa huo, utaathiri kazi zake nyingi, na ndio maana wanagandamiza, kwa sababu wanajua. Kwa ukiona mtu anaandamwa na miroho fulani hivi, basi ujue huyu mtu kuna kitu kikubwa sana ndani yake, na shetani anaogopa, ndio maana anagandamiza. Sasa na shetani anachokifanya, anaharibu ule ukubwa wako na anakufanya kuwa mtumwa wa dhambi fulani. Uoga, ulevi, uasherati, wizi, uvutaji wa bangi, kutokuwa na imani, kuvuta sigara, umbea na dhambi zingine nyingi, ili mradi tu usiwe na uhusiano mzuri na Mungu, usitoboe, ubakie kuwa mtumwa kwake na akutumikishe kwa kadri anavyotaka. Umeelewa? Kutoka katika utumwa wa dhambi pia unaamua wewe. Sawa? Waebrania 12 mstari wa 1 anasema hivi: basi sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito wa dhambi ituzingayo kwa upesi. Sawa? Baada ya kujua ya kuwa kwamba wewe ni mtumwa wa dhambi ikuzingayo kwa haraka au upesi, kuna hatua za kuchukua. Sawa?
Ukishajua tu kwamba ni mtumwa, nimekueleza hapo maana ya utumwa ukoje na chanzo chote. Ukishajua kwamba ni mtumwa, maana mtumwa na kuna dhambi ambayo bila kupenda lazima uifanye kwa haraka tu. Kwa haraka sana yani. Wakati mwingine upendi kufanya dhambi lakini unaifanya hiyo dhambi. Hiyo ni dhambi ikuzingatia kwa upesi na umekuwa mtumwa wa hiyo dhambi. Sasa ili kuwa huru kuna hatua sawa za haraka za kuzichukua. Hatua ya kwanza, itaje dhambi yako kama ilivyo. Unapopiga magoti, kuwa mwazi mbele za Mungu, namwambie Mungu, mimi dhambi yangu mimi ni uasherati, Mungu mimi dhambi yangu ni uongo, Mungu mimi dhambi yangu ni wizi, mimi Mungu dhambi yangu ni usengenyaji, Mungu mimi ni dhambi yangu. Wagalatia 5:5. Kumradhi, Walawi, mambo ya Walawi 5:5 sema kisha itakuwa hapo utakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo ndio utakapo liungama, utakapo linena jambo hilo kwa uwazi. When a person is guilty, he must confess the sin. Hiyo ni kutoka Walawi 5:5. Yani kwa maana mtu anapokuwa kuna kitu ambacho anahisi kwamba amefanya dhambi lazima aikiri. Kuikiri ile dhambi ni kuisema wazi wazi dhambi yako mwenyewe ukiwa peke yako, sio lazima ukaiseme kwa mtu. Sawa, Zaburi 32:5 nasema vinaliwajulisha dhambi yangu wala sikuficha upotovu wangu, nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Hatua ya kwanza ya kuondokana na dhambi kuzingayo haraka ambayo imekuwa utumwa kwako, acha kujificha kuificha dhambi yako, hata mwenyewe kuificha, kutokuiongea. Iongee msema Mungu, mimi ni mlevi, mimi ni mwasherati, mimi ni mwizi, mimi ni mbea. Mungu nakuja kwako. Acha kujidanganya. Acha kutoa maelezo mengi kujieleza, unajua Mungu, unajua ni Mungu, unajua tena kwa sababu unafahamu mimi mwanadamu, yani tu shetani nipitia. Acha hizo biashara, sema ukweli tu utapona. Na ukweli unausema wapi? Kwenye hatua ya kwanza unaisema kwa Mungu wako kwa mwenyewe peke yako. Sema, mwambie Mungu dhambi yangu ni ikiri. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kukufanya utoke kwenye utumwa. Hatua ya pili, tenda kinyume na dhambi hiyo. Sawa? Kujidanganya mwenyewe. Usidanganye mwenyewe. Nguvu uliyopewa na Mungu, una nguvu ya kuchagua. Umekisha kugundua kila viashiria vya dhambi vinapokutokea, ujue unawindwa ili usifikie hatima yako. Sawa? Uwe na uhusiano mbaya na Mungu, uteketee na shetani afurahi. Umekosa kutumika mapenzi ya Mungu. Katika ulimwengu wa Biblia au kibiblia, ile hali ya kuchagua kuachana kutoka kwenye kuwa mdhambi na kuishi kitakatifu ni kutubu. Sawa, kutubu ni badiliko la akili, matendo na mwelekeo wa maisha yako. Kila kitendo cha kuamua ni kuhama. Umejua unahama kabisa. Ndio maana nimesema hatua ya pili ya kutokana na dhambi ambayo inakuzenga kwa haraka ambayo umekuwa mtumwa, amua na tenda kinyume cha dhambi hiyo. Na kutenda kinyume cha dhambi hiyo ni lazima tukwenda kinyume na dhambi hiyo na kutubu. Sawa? Na ukitubu ya maana umebadilika, akili yako inaanza kupata umbo jipya la kuwa mtu mpya mara tu unapokuwa umetubu na kuamua kusema kwamba sasa nimeanza kuamua kutembea kama Mungu anataka. Mpya kiakili na mpya kiroho. Sawa? Waefeso 4:23 nasema hivi, na mfanywe wapya katika roho na nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Sio, umenielewa? Hiyo 4 ukirudi mstari wa 17 pale nasema msienende kama mataifa. Sawa, akili zina giza, wana ujinga ndani, miili yao imekufa ganzi. Mvue kwa habari za mwenendo wa kwanza. Kama ni kuvua, unaweza kuvua na unaweza kavaa. Kwa hiyo ukivua ile hali yako ya dhambi na kuikataa dhambi na kuamua kwenda kinyume na yeye, na maana umeivua. Alafu ukivaa sasa. Mithali 6:36 unavaa upya. Sikiza nikwambie. Hiyo mstari 6 nasema hivi, mtu azimie na mwanamke hana akili kabisa, afanye jambo litakalo mwangamiza yeye. Sio, umeelewa? Sasa ukianza kuelewa kwamba
kumbe ukizini na mwanamke mimi ni mjinga, unakwenda kinyume naye. Hiyo dhambi ambayo inakuzinga kwa haraka. Kama dhambi yako ni uasherati, kwa hiyo ukishajua hiyo basi sasa hapana, kama ni hivyo bwana, mimi sitafanya nini, sitazidi, kumbe nikizini mimi nakuwa mjinga, na inakusaidia kuendelea mbele. Lakini hatua ya 3, lazima upokee nguvu ya ziada kuendelea kuwa mshindi wa siku zote. Hii nguvu ya ziada ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni ahadi ambayo tumepewa kutoka Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Unaelewa? Hiyo inaweza kuwa vizuri zaidi. Ukisoma pale sema, je, kila mmoja anaweza kupata Roho Mtakatifu? Matendo 8 mstari wa 14 mpaka 24. Je, mlipookoka mlimpokea Roho Mtakatifu? Matendo 19:1-3. Unataka uwe na ushirika na Roho Mtakatifu, basi utasoma Yohana 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 10 na utaendelea mbele. Kwa maana hiyo, ngoja nikwambie, hatua ya 3 ya kuwa tokana na utumwa ili uishi katika maisha ya ushindi na dhambi kuzingae kwa haraka isikupate, lazima upate nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitubu dhambi za kwako, omba. Unaweza kukaa mwenyewe ndani na kaomba, kaambia Mungu, mimi kuna dhambi hii imekuwa inanitinga kwa haraka sana kabisa. Kwa hiyo sasa naomba unisaidie ili niweze kuendelea mbele. Sawa? Hiyo Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akishawajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Na mtakuwa shahidi. Shahidi ni mtu ambaye aliona kitu na anakisema. Kwa hiyo sisi ili tuweze kuwa mashahidi wa Mungu, sababu tutakuwa tumeona ule utakatifu Mungu ambaye ametupatia, na tuendelea mbele zaidi. Ni maombi yangu usiwe mtumwa na dhambi. Na kama kuna dhambi ambayo unajua umeshakuwa mtumwa nayo, basi fuata hizo hatua 3 na Mungu atakusaidia na utatembea vizuri na kila kitu kwa kizuri kwako. Mungu wa mbinguni akubariki na uendelee katika utakatifu wake. Asante.